tuliwahi kuwa na mchawi mmoja hapa kanisani ambaye nilimhoji akakiri kabisa, lakini akaacha kunyoka waziwazi. Akakiri, akawa anasema mara wananijia usiku, nikamwambia mama, sema unaroga, lakini tuko wawili, mimi na wewe, tuniambie kama unaroga nikuombee, lakini vinginevyo watakuua wewe mama. Yani wakati mwingine najishangaa, nakuta nimeruka, nikajua huyu ni mchawi. Nikamwambia sasa mama, kama huwezi kubadilika, hapana, hii tabia hapa utaumia sana. Ndio. Sasa tunaye kanisani, kisha ondoka. Sio huyo tu. Mimi naelewa. Ndio. Alishafika yule, akaondoka. Tena ndipo yani yule bibi alipoondoka, watoto walimkataa. Yani akawa mtu wa kutangatanga huko, kila kienda wanasema hatukutaki, wewe ni mtagara, hatukutaki. Yani mpaka unakataliwa na kila mtu. Akasema hivi vitu nilipewa sisi na nani. Nikasema kwa nini mnapewa mizigo ambayo haina maana? Badala ya kufuga kuku, utachinja, utakunywa supu yake. Badala ya kufuga mbuzi, utakula nyama. Unafuga vitu ambavyo hauwezi ukala. Vitu vya kutesa watu ambavyo vitakufanya wewe uwe adui ya watu. Kwa nini? Si watu wakoje jamani? Unafuga vitu ambavyo havina faida katika maisha yako. Lakini matokeo yake yule mama amebaki kutangatanga, hana pa kuishi kwa sababu ya zile tabia na roho hiyo. Amen. Bwana sio sana. Kwa hiyo Mungu wetu ni mkuu. Katika hayo yote nayo yatenda, hatuna budi kumshukuru, hatuna budi kutoa sadaka zetu za shukrani, maana anayoyatenda yanatisha kama nini. Halafu kitu kingine mpendwa, unapaswa uwe mtu wa kukumbuka. Mungu anapenda uwe mtu wa kukumbuka matendo makuu ambayo Bwana ameyafanya maishani mwako tangu ulipomwamini Yesu mpaka leo hii umefikia leo. Lazima uwe mtu wa kukumbuka. Hakuna kitu ambacho Mungu anachukia wewe mtu wa Mungu kutoa kurejea nyuma na kukumbuka ile Mungu anayoyafanya. Halafu baadaye unabakia wewe kama wewe tu, kwamba wewe ndio unajipigania, wewe ndio unajifanya kuishi, wewe ndio unajiwezesha kila kitu. Hapana, Mungu anataka sifa na shukrani zinazotoka kwako kwa yale makubwa anayoyafanya, ili aendelee kukutendea zaidi. Maana Biblia inasema Mungu wetu ameketi juu ya sifa. Mungu anapenda kusifiwa jamani. Sema amen. Uwe mtu wa kukumbuka. Amen. Naomba uwe mtu wa kukumbuka. Rejea kumbukumbu zako. Mungu ni mwaminifu. Biblia inasema hata kama utapita, ujapopita katika maji mengi, ujapopita katika maji mengi, maana yake Mungu anajua kabisa kuna wakati utajaribiwa, kuna wakati utapata dhiki kwenye mwili wako, lakini Mungu anasema hata utakapopita katika maji mengi, hata yafurikapo kiasi gani, hayatakugarikisha. Mimi niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Sema amen. Kumbe Mungu yupo upande wetu. Ili afanyeje? Ili atuokoe. Angalia kitabu cha Kutoka 13, twende haraka. Mstari ule wa 3 mmoja tu. Halafu mwingine nafunua Samueli wa pili sura 12. Hapo nitakwambia mstari. Twende hapo. Anasema Musa akawaambia hao watu. Kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri. Hii siku mliotolewa katika nchi ya Misri. Kwa Mungu anasema kumbukeni siku hii ambayo inarudi kwetu, ya kwamba na wewe kumbuka siku ile ambayo Bwana Yesu alikuokoa. Siku ile ulipokiri, ulipomwamini, alipokuondolea dhambi zako, alipomimina roho ya furaha ndani mwako. Siku ile ulipookoka, ulisikia furaha iliyoje? Ulibarikiwaje? Wakati unaokoka ulikuwa na matatizo, ulikuwa na mateso, ulikuwa na magonjwa, ulikuwa na mapepo, ulikuwa na mizimu, ulishakata tamaa, hakuna mtu ambaye kusaidia. Hebu kumbuka hiyo siku. Baada ya kuokoka, hayo mapepo yakaondolewa, mizimu ikakimbia, kifua kikaondoka, kifafa kikapona, magonjwa yakakimbia. Wakati huo yale mapepo yalipokuondoka, ulijisikiaje furaha? Maana ulitoa fedha nyingi kwa waganga
mchanga ili upone kifua chako, maana kilikuwa cha kurogwa, kilikuwa kifua cha mapepo. Lakini walipokuombea baada ya hapo ukapona. Hebu kumbuka hiyo siku, ikumbuke hiyo furaha ni ya aje. Sema amina watumishi wa Bwana, hiyo siku ni ya aje. Mungu anataka ukumbuke ile siku ambayo uliondolewa kifafa, ile siku ambayo mgongo ulikuwa unauma ukapona, maana ulikuwa ni mgongo wa mapepo. Kumbuka siku ile wakati ulikuwa unapumua kwa shida, lakini walipokuombea ukapumua sawa sawa. Hiyo siku ikumbuke. Angalia mateso uliyoyapitia. Ulikuwa unalalaje? Ulikuwa unajisikiaje? Wakati unahema hauna furaha, maana pumzi zinakuwa kama chache, lakini baada ya kuombewa yale mapepo yakaondoka. Unaisikiaje hiyo furaha? Hiyo siku ikumbuke. Kumbuka, Mungu anataka mtu mwenye kumbukumbu. Bwana sio sana. Kumbuka, usiwe mtu wa kukumbuka mabaya tu. Yaani wewe unatunza kumbukumbu ya uovu wa marafiki zako waliokutendea. Hayo yenyewe rohoni yanakaa miaka nenda rudi. Huo ukakazi kwa jina la Yesu uondoke ndani mwako. Sasa lini utampenda rafiki yako? Lini utampenda ndugu zako? Ina maana wewe hakuna hata jema alilokutendea angalau kalikumbuka moyoni mwako. Kwa wewe unatunza mabaya tu moyoni. Hakuna mema aliyowahi kufanya huyo mtu. Hebu malizia hapo. Mungu anasema kumbuka, anawaambia Waisraeli Musa wakumbuke ile siku. Anasema mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa. Kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake. Na usiliwe mkate ulioachwa. Usiliwe mkate uliochachwa. Hiyo Biblia yake inasema kuachwa. Wewe vipi? Uliochachwa. Bado kiko nyuma yako kinakufuatilia. Kwa mara ya pili kitakuwa kimeshakimbia. Amen. Amen. Na usiliwe mkate uliochachwa. Amen. Kwa hiyo Mungu anakataa unajisi wa aina yoyote. Yaani wowote, usishiriki unajisi wa aina yoyote. Uwe mtakatifu. Kumbuka mahali alikokutoa. Usijichanganye katika maisha yako. Mungu anaposema kula mkate uliochachwa, ana maana ya kujichanganya katika maisha yako. Ana maana ya kujinajisi wewe katika maisha yako. Ana maana ya kurudi kuabudu sanamu ulizoziabudu kule Misri, tena ukaja ukaharibika. Chachu ndani ya maisha yako Mungu anaikataa. Anamwambia kumbukeni msije mkajiharibu. Kumbukeni msije mkaharibika. Kumbukeni msije mkafanya vibaya, maana nimewaokoa kwa mkono wenye nguvu. Kwa sababu Farao alikuwa ameukatalia. Farao alikuwa ameukatalia, ameungangania. Na ndio maana baada ya kuokoka wale watu walipookolewa, Farao aliwafuatilia tena mara nyingine. Kwa hiyo hata wewe unapookoka lazima uangalie. Ndio maana shetani anakufuatilia. Anakuja kukutafuta. Unapokoka unafuatiliwa ili urudi Misri tena. Zinaingia changamoto ili zikuharibu wewe, halafu urudi Misri. Kwa hiyo lazima uangalie. Na wakati mwingine shetani yule anatumia rafiki zako, marafiki au ndugu zako, anaweza kawatumia hao wakurudishe Misri. Lakini nimshukuru Mungu wa mbinguni, kama vile ambavyo Biblia inasema Mungu alivyokuwa pamoja na wana wa Israeli ndivyo atakavyokuwa na sisi, ametuahidi. Wakati anawafuatilia hawakuweza kufaulu, maana wale watu tayari walikuwa wameshakombolewa, ni watu wa Mungu. Sikiliza nikwambie mpendwa, Mkristo yoyote aliyeokoka akachukua maamuzi ya kumfuata Yesu, yani piga huwa garagaza, yani shetani hawezi kumpokonya tena kwenye mikono ya Mungu. Hata kama ingetokea nini, hawezi kumpokonya. Kwa sababu Farao alipojitahidi kuwarudisha, Biblia inasema walipokuja na magari yao ya farasi, walipofika mahali pale walipokaribia, yale magurudumu ya farasi Bwana akayakamata. Alipoyakamata wanaonekana wanakimbia, kumbe yale magurudumu yanazungukia hapo, lakini wanaona haya yanakimbia, wana
sababu moja ile ile, wana hawaendi mbili. Wana wa Israeli wakavuka. Walipomaliza kuvuka, sasa wakafika ng'ambo. Wale farasi na wao wakaingia majini. Walipofika katikati, Mungu akamwambia Musa, rudisha, nyosha fimbo yako. Aliporudisha fimbo hivi, yale maji akawakuta wamo katikati. Ndugu yangu, bahari ikawameza, wakafa wote na farasi zao, wakafa wote na farasi zao. Ndivyo tunavyoyaua mapepo, ndivyo tunavyoyakata mapepo, ndivyo tunavyosambaratisha mapepo, ndivyo tunavyoyangamiza, kwa sababu hayawezi yakawa na ushindi. Maana Mungu wetu tunayemwabudu yuko upande wetu, anatutumikia usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatumikia usiku na mchana. Amina.